Furahi kukutana na wewe katika dondoo za maombi ya Kikristo. Tutaendelea kuzungumza juu ya maombi hapa katika jukwaa hili. Wiki hii kama nilivyoahidi, tunaendelea kuangalia sababu ya 4 kwa nini maombi ya kufunga ni ya muhimu. Tumeangalia tayari sababu 3. Kama hujapata nafasi ya kuziangalia, turudie kwenye mitandao yangu ya kijamii, utaona sababu za kwanza 3. Leo naendelea sababu ya 4. Kufunga na kuomba ni kwa muhimu kwa sababu kunaweza kutumika kama njia ya kuonyesha umemaanisha kutubu. Kuomba na kufunga kunaweza kutumika kama mkazo, kama kusisitiza, kuonyesha kumaanisha kwamba nimetubu, ama ningeweza kusema kunaweza kumaanisha kwamba nawajibika katika makosa ambayo nimejikuta nimeangukia. Unajua kama imani ilivyo, imani pasipo matendo imekufa. Ndivyo hivyo maombi yanapoambatana na kufunga yanaleta maana halisi. Kufunga na kuomba mtu akiwa anatubu kunaleta maana kabisa ya kwamba huyu mtu amemaanisha toba ya kweli. Na mfano mzuri wa kibinadamu, wewe umekosa au umekosewa, na huyu mtu anaomba radhi. Anayekosa anaomba toba, amekosea, alafu awe anaomba anacheka, samahani na nini. Sidhani kama aliyekosewa atakubaliana na toba ya aina ile. Kwa hiyo hapa point nayo imaanisha kufunga kuna kuambatana na toba kunaleta kumaanisha, kunaweza kutumika kama kitendo cha kumaanisha ya kwamba ninatubu. Kwa hiyo katika mazingira hayo tunayoyaongea, ndipo tunataka kuangalia kwamba kumbe katika maombi ya toba watu wa Mungu mbalimbali kwenye Biblia kuna mifano mingi, watu waliorudi kwa Mungu kwa njia ya toba. Na mfano mzuri ambao unafahamika kwa wengi, Mfalme Daudi alipomkosa Mungu, mtu alipendwa na Mungu, mtu aliopendeza moyo wa Mungu. Kuna wakati alienda kando akamkosea Mungu, na Mungu alipomtuma nabii Nathani kwenda kwa Daudi kumweleza kwamba umekosa, umefanya vibaya, Daudi, Biblia inasema akavua mavazi yake, akashuka, akaingia katika maombi ya toba kumtafuta Mungu kwa siku 7. Imeandikwa katika Samueli wa 2:12. Akaomba toba, na hata Mungu akawa amemchukua yule mtoto kwa maana kama adhabu. Daudi akarudi, alisema niliomba, nilifunga, niliacha kula nikidhani kwamba Mungu angeweza kunisamehe makosa yangu. Na hili linatoka wapi? Ni Mungu mwenyewe aliyewaita watu wake. Katika kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 12 na 13, neno la Mungu linasema, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, kwa kufunga na kwa kulia, na kwa kuomboleza, na lalueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugairi mabaya. Kwa hiyo neno linasema nirudieni nini? Au anasema ni Bwana. Nirudie kwa njia gani? Kwa kufunga na kulia. Kwa hiyo kumbe maana yake kumrudia Bwana ni toba, ni kugeuka kurudi, na maombi yanatumika kama ishara ama kama kuonyesha kwa vitendo kwamba nimemaanisha Bwana kurudi kwako. Mfano mwingine wa mwisho kabla sijamaliza ni mfano wa watu wa Ninawi ambao walimuasi Mungu, walienda mbali na Mungu, wakatenda maovu. Mungu anamtuma Yona kwenda kuwaambia maovu yao. Yona anahubiri, anasema baada ya siku 40 Ninawi itaangamia. Ukisoma Biblia inasema habari zikamfikia mfalme wa Ninawi, naye akaondoka katika kiti chake cha enzi, akavua vazi lake, akajivika nguo za magunia na kuketi katika majivu. Naye akapiga mbiu, akatangaza katika mji wa Ninawi kwa amri ya mfalme na wakuu wake, kusema mwanadamu asionje kitu, wala mnyama, wala makundi ya kondoo wasile wasinywe maji. Mstari wa 10 unasema Mungu akaona matendo yao ya kuwa wameacha njia yao mbaya, basi Mungu akagairi neno lile baya ambalo alisema atawatenda asilitende. Huu ni mfano mzuri wa watu wa Ninawi, watu ambao wamesikia neno la Mungu, measi, meacha uovu, hawakurudi kwa Bwana kusema tumegairi. No, walifunga, wakaingia kwenye maombi, wakaomba toba. Mfalme akatoka katika nafasi yake akitafuta mapenzi na makusudi ya Mungu.
Siku ya leo, mtu wa Mungu, tujifunze kwamba hata Wakristo ambao wanakuwa na toba zisizomaanisha, ingia katika toba ya kumaanisha. Ikiwa umeiacha njia ya Bwana, mwombe Mungu, ingia katika kufunga. Ikiwa tunaombea taifa, ikiwa tunaombea familia, ikiwa unaomba toba yako binafsi, maombi ya kufunga yanaweza kutumika kumaanisha hiyo toba ambayo unaiomba kwa Mungu. Mpaka wiki kesho, naomba tuendelee kukutana hapa kwenye dondoo za maombi ya Kikristo. Mungu wa mbinguni akubariki sana.